بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1442 katika darsa ya risala أحكام الحيوانات ما يجوز أكله وما لا يجوز لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. تلفكية القاعدة السابعة، قاعدة يسابة katika قواعد zinazosaidia kuwafahamu wanyama wanaoliwa na wasioliwa. قال كل ما أمر بقتله من الحيوانات فإنه محرم أكله على القول الصحيح. kila ambacho tumeamrishwa kukiua katika hayawani au wanyama, basi itakuwa ni haramu kula nyama ya hayawani kama huyo. na hii ni kwa kauli sahih, bimaana kuna ikhtilaf baina ulama, ingawa kauli sahih ni kuwa ni haramu kumla mnyama kama yule. قال فكل شيء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله بغير الذكاة الشرعية فهو محرم الأكل. chochote kile ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa idhni kiuawe bila ya kuchinjwa kisheria, bimaana ingelikuwa ni kuchinja, kinachochinjwa huliwa, ameamrisha kiuawe. Kuuawa waweza kutumia gongo kampiga nalo kamua, waweza kutumia sumu kampa kafa. chochote ambacho mtume sallam ameamrisha kiuawe kwa njia isiyokuwa hii kuchinja kisheria, basi kiumbe kama kile au mnyama kama yule itakuwa ni haramu kula. kwa nini? asema idh law kana al-intifa'u bi aklihi jaizan lama adhina fi itlafihi. ingelikuwa kunufaika kwa kumla mnyama kama yule yajuzu, basi mtume salama asingetoa ruhusa ya kumuua kwa njia ambayo itakuwa ni kumwangamiza tu yule mnyama, angetuelekeza katika kumchinja. kwa haiwezekani kuamrisha kumpige gongo kwa mfano kisha kwambia sasa mle, wakati hiyo njia tutumia ni haramu kumla mnyama kama yule. fahamu vizuri. طيب. قال النووي ما أمر بقتله من الحيوانات فأكله حرام. الإمام النووي يسمى kile ambacho tumeamrishwa kukiua katika wanyama, basi kula mnyama kama yule ni haramu. وهذه قاعدة اجتهادية ليس عليها نص. نهيني قاعدة اجتهادية، بمعنى kwa ijtihadi wanavyoni kwa kufuatiliza hizo nusus wakaona hii ni qaida. ولذلك اختلف فيها أهل العلم. kwa kuwa hakuna nas, wamekhtalifiana ulama katika hili. ومن أمثلة الحيوانات التي أمرنا بقتلها ما يلي. katika mfano wa wanyama ambao tumeamrishwa kuwaua ni kama ifuatavyo. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فواسق. mtume sallallahu alayhi wasallam watano, yani wanyama watano ni fawasiq, waovu, wanyama wabaya waovu. يقتلن في الحرم، hawa wauawa hata wakiwa ndani ya nini, ya haram.
wakati kule ndani ya haram kuna heshima kiasi cha kuwa hata kiwindo hakiwindwi, lakini hawa Mtume sallallahu alayhi wasallam wauawe hata wakiwa ndani ya haram. Alfaratu, panya, na panya hao wamefanana sana na watu wa bid'a, kazi yao wanaofanya kama watu wa bid'a. Sheria imekamilika, wao watiatia nini? Watiatia matundu, kama alivyosema Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah. Sheikh Abdullah Al-Farsi kuna clip moja sema panya bwana wewe, panya aregelea sana, sema panya waharibifu kabisa. Almuhim, panya nyinyi mjua, panya waweza kuweka bandali la unga wewe kwa mfano, ule mfuko mmoja hawezi kumaliza. Yalla basi angeuchukua huo mmoja akaula hata nusu, lakini atatoboa yote 12 bwana. Yote ataitoboa kisha ende zake, ili mradi na wewe pia uharibikiwe na kila kitu. Muharibifu kweli. Waweza kuweka senti zako umezika vizuri, ukija uzikuta vipande. Senti zako umeziweka vizuri kabisa, kuta vipande nini? Alikuwa jikuna meno. Hata hali msione ile mabuku wala panya hula, sema panya wala vitabu, hali huwa ni yale meno yake ya mkera. Basi tafuta mahali pa kujikuna ndio kuharibia wewe kitabu chako. Tafuna usikia kukifungua hivi buku halifai. Muharibifu sana. Bali katika hadithi Mtume sallam alipotaja kuwa inna hadha an-nar adu lakum, huu moto ni adui kwenu nyinyi, fa idha nimtum faatfi'u an-nar, au kama qala sallam, mutakapolala zimeni moto kabla mjalala. Kwa nini? Mtume sallam akasema fa innal fuwaisiqa, akamtaja huyu panya. Huyu fuwaisiq yush'ilu ala ahli ad-dar bin-nar, aweza kuchukua ule moto kawasha nyumba moto. Mwasema hawezi. Kuna clip juzi mmeiona, panya ambeba mkebe, aruka nao mkebe, kop mkebe bwana, enda nao mkebe mzima. Aweza beba kitu tu katika ule moto kisha akatembea nacho mali, kwa sababu ya nini? Ya kuchoma kwenye moto. Kwa huyu yuauawa. Lakini tuarejea katika kaida, idha qataltum fa ahsinu alqitla, ingawa ukimuua usimuue vibaya, muue vile anavyouao. Kama kwa mfano kuna ule mtego wa gamu ule, panya huja akashika pale, akishashika pale lazima ufanye nini? Umpige, umuue. Usimwache pale akakaa na njaa mpaka ile njaa ndio ikamuua, utakuwa umemdhulumu pamoja na kuwa umeamrishwa kumuua. Mtume salama aliamrisha pia akasema idha qataltum fa ahsinu alqitla, hata kuua pia mfanyeni vizuri kumuua, usimuue vibaya. Na katika kuua vibaya ni huku, kamwacha kwenye gamu apiga kelele kwi mpaka akafana nini na njaa na kiu, makosa. Lakini si mmeamrishwa kumuua, lakini kwa njia iliyo sahali, mpige gongo muue basi. Na akiwa ameshika pale mahali ashashika, muue pale kisha mtupe. Wala aqrabu, na nge, scorpion pia huyu yuauawa. Na kuna wengine wana sumu mbaya. Na hapa yatakatuelewe kitu kimoja, hawa wanyama watano waliotajwa, yoyote ambaye madhara yake ni kama hawa, basi aingia chini yao. Usitarajie kwa mfano Mtume salama atataja na tandu, alapotaje na nini na kadha, ataje wale wadudu wale wanauma wengi. Mtume salama ametaja huyu kama ndio asili, kama huyu. Kwa hivyo yoyote anayefanya shughuli kama ya huyu ya uharibifu au wawa. Walhudayya, kipanga, kindege ile kipanga. Nafikiri jana tulitaja wanyama kama ambao ni haram kuwala, sababu ni katika dhi makhlab, awinda kwa kutumia kucha zake. Kadhalika ni muharibifu mbaya sana. Mtume salama amrisha auawe. Juzi palitokea moto Australia, mkumbuka nafikiri mwaka jana Australia wao pia ndio amri auawe.
kunani. Mimi nimeona zile waeneza zile clip zake, wallahi huyu mnyama achukua moto youbeba kwa mdomo wake aenda usongeza mbele. Hao wanyama, huyu alitajwa na Mtume sallam, huyu amuita Fuwaisiq, achukua yuaruka nayo yuenda yoboga mbele kule. Watu waminyana kuzima moto, wengine majumba yao yalichomeka, yeye aokota akitupa, kota tupa mbele, hasidi kweli kweli. Na mfano wake huyo nani? Kunguru. Kunguru pia auawa. Mtume sallam amrisha, katika wale alioamrisha kunguru akasema wal ghurabu, na kunguru au kurabu. Ni al-ghurabu kurabu ama kunguru, hili mnaliona hapa nje kwa huyo ukiwa waweza kumpata muue, muharibifu. Na kama wataka kujua muharibifu, vaa kanzu yako nyeupe, keti chini ya mti. Mfano mdogo tu atakupa, atakutafuta pale ulipokaa na yuwajua yofanya nini. Atakatuelewe hivi, msifikirie hajui, yuaje yukuangalia sasa ashakufikia, kisha yokubwagia kisha yokuangalia utasema nini. Ukiruka basi huyo unashafanya kazi yangu, ushamaliza. Most intelligent bird in the world, huyu yachukuliwa ankuwa categorized kuwa ndio mnyama mwerevu ulimwenguni. Hakuna mnyama na akili mwerevu kama huyu, hakuna mnyama mwerevu kama huyu. Eti siku ya kwanza wamfukuza au umuue mmoja wao, umbebe umuue hivi, mpige gongo ama nini, usidhanie kesho ukipita hawakujui. Utaona kila ukipita pale wapiga kelele kweli kweli, wakusanyika hivyo, wapiga wakutambua, wakushika, washika sehemu ya kichwa juu hivyo yao katika dhakira yao, wakujua. Wanyama wajanja sana. Ndio kuona katika wanyama kuwawinda ngumu sana ni huyu. Hata wewe fikiria, waanza tu kuinama, kwani ya kungoja huyo shakimbia muoga. Alafu msidhani basi ni ule uoga, ni ule uwerevu wake kupita mipaka. Sasa mpaka yeye muoga, aona kila kitu ni hatari kwake. Huyu yuauawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kwa sababu ya uharibifu wake. Ni mnyama muharibifu kweli kweli. Ukifuga kuku pia utajua hilo. Kifaranga kisiketi vibaya tu, shabeba abeba malisi. Na tabia ya kubwagia watu kinyesi hii aipenda sana, aipenda sana. Ukikaa chini ya mti, saa nyingine hata ukukaa chini ya mti, yuko juu ya waya tu, waya huwa wa umeme, pia ukipita pale chini husalimiki na yeye. Na akiona pia akupati huruka, akaja mpaka pale usimama akakurushia hivi, kisha kuangalia huku yuaruka. Mimi ashanifanya sana hivi. Mharibifu sana. Alafu kama nilivyotaja amepewa dhaki jiddan, ni mwerevu sana. Mwerevu nasema hivi kwa sababu nawapa mfano. Kuna documentary niliona kitambo kuhusu kunguru. Alifungiwa mmoja, ile documentary tuliona, amfungiwa mmoja katika kibanda hivi, kisha kukawekwa vijio vidogo vidogo, pebbles zile zikawekwa chini, kisha kukawekwa maji nusu hivi katika chombo ambacho mdomo wake huwezi kufikia yale maji, umeelewa? Kisha kaikiwa vijio pale chini. Akawa ataka kunywa maji, ana kiu. Ile kiu ilivyokuja ataka kunywa maji, hajui afanye vipi. Nani alimpa fikra hiyo? Akawa yuokota vile vijio yajaza pale ndani, yale maji yafanya nini? Yapanda juu. Kuna watu binadamu atakufana kiu pale, hajui kama ukiweka vile vijio yale maji yatapanda juu. Kuna mijitu haina akili, hawezi kufikiria hivyo. Wallahi katika watu fanyaje samvunje, mnyama yule akachukua vijio akajaza mpaka yale maji yakapanda juu, akaanwa yale maji. Huyu jamaa nani amwambia kuokeka hizi vitu itapandisha juu yale maji kisha unwe? Na akafanya hivyo. Hakuna mnyama alifikiria hivyo. Wamejaribu wanyama wengi, hakuna alifikiria hivyo isipokuwa yetu. Alafu shona nyumba yake, kuna ndege aweza kutengeneza nyumba kama ya kunguru.
nyumba ya waya tena yofunga kwenye kile kitagaa. Wewe nenda kapande juu jaribu kulitoa lile banda, utangangana pale. Amelifunga kabisa. Alafu sasa waya iwakaa vipi ile mtu akishamalizana na waya yake, kisha juu pale atakuwekea nyasi kidogo kidogo hivi. Yani ikiwa watu wajenga nyumba ya udongo, yajenga yake ya mawe. Kunguru huyo. Na mengi ya kuonyesha kwa ile mnyama Allah amempa dhakaa. Huyu auawa. Walkalbu alaqur, mbwa yule mvamizi kichaa, akiona mtu tu yavamia tu, piga gongo, ua. Huyu pia umeamrishwa umuue, usimwache sababu atadhuru watu. Walhudayya ta'irun min aljawarih, ni katika wanyama wenye kuwinda, aljawarih. Banatu irs, huyu Kiingereza aitwa weasel. Umjua weasel? Amefanana na si squirrel, ni mkubwa, yani mkubwa kidogo, lakini katika hii fasila huitwa weasels. Kiswahili sijui tu nani, sijui Kiswahili tu nani. Naw'u min al-far, huu ni aina ya katika kabila la panya. Wa hiya min al-fawasiq, pia ni katika fawasiq waovu. Al-hayyatu bi jami'i anwa'iha, kadhalika nyoka tumeamrishwa kumuua kwa aina zake zote. Sio tokea watu ajabu sasa wafuga nyoka. Watu hawana kazi. Wewe si kuna kuku, kuna bata, kuna nini? Mtu afuga nyumbani tena nyoka chatu alifuga hivi. Kubwa. Nyoka hakuna usalama. Kwa huyu Mtume salama amrisha wa uqtulul hayat. Mtume sasa uweni nyoka, msiwawache. Kimwona nyoka ua, simbakisha. Hakuna salama baina yetu sisi na nyoka. Ukimwona gongo, pige gongo, mulie mbali, simbakisha. Sababu ana madhara makubwa na sumu yake mbaya. Lakini huyo ana sumu, wewe ua tu. Kama ana sumu yala mayai, hakuna usalama, muharibifu tu. Ndio kuona wakulima wengine weka ila kuchemsha, kisha akaekewa pale ale, sababu yale mayai hula yeye, kisha akajitafutia mahali akajikunja hivi. Pia Allah amempa hiyo fikra, kisha ile yai lavunjika kap kule ndani. Kwa hivyo yale maganda yale huyatoa hivi, lakini yai la kuchemsha litavundika. Akamua hivi ndio lishamziba tumbo, takufulia mbali uko mbele. Kuna wakulima wengine wafanya hivyo, nafikiri mshasikia. Yachemshwa mayai vizuri kabisa, kisha aekewa ale. Iwala atakufia huko mbele. Maana yeye huja wakati labda wewe humuoni. Kwa hiyo akiwekewa mayai ya kuchemsha, huyu pia kila ni njia ya kumuua. Iwala ile yai sasa yoanalo kama lake analizaa huko ndani ya tumbo, halitoki hilo mpaka iwafa. قال ابن تيمية أكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين. kula nyoka na kula nge na kula uchafu kama ni haramu kwa ijmaa ya Waislamu. Kumsiangalie kuwa kuna kaumu fulani wala nyoka, haram, haifai kula nyoka. Alwazaghu, mjusi, mtamjusi kafiri, yule mjusi yule, na mmoja utembea huko, hatoki isipokuwa wakati wa swala tu hapa. Sasa mnafikiri jua hawezi kufanywa kitu. لحديث عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. نهو بيمتم سلام فويسق أنا سومو يمبايا أسبابيشا يلي مراضي يلي kuwa mweupe baras, mbalanga. Ndio maana tukaamrishwa pia chakula tufanye nini? Tufunike. Aweza kutema sumu yake katika chakula, kwa juu kule atema sumu yake, ukija ukile ikakuletea madhara sana. Au yeye akiangukia pale ndani, awacha sumu. Pengine wewe ukija ukamwona hayuko pale, wewe unaona uko salama, kumbe palipita mjusi pale, ukila ya kuletea madhara. Au ukimla yeye, hasa wale watu wanaoishi katika sehemu ambazo usiku hakuna taa, yuko mmoja alimtafuna, fikiria ndo mpata nyama,
kumbe mjusi kafa pale ndani. Akishika kala, wallahi amekula akasikia ile ladha yake mbovu akamtupa, ndio kwa sababu yeye kupata maradhi upande wa ndevu hapo paka peupe kote, mwanzo mtomo katika na ana sumu. Huyu kumuua kuna ajiri pia, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja kimpiga mara moja ajiri yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo weka kigongo nyumbani kama alivyofanya Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin, alikuwa ameweka kijiti nyumbani kwa ajili ya hawa tu ili zile thawabu azichume. Si jumba limejaa mijusi hata watu wana habari. Na mara nyingi wao wakati kwenye mataa hivi kwa sababu ya wale wadudu wanaowavuna wale. Wadudu wakija kuja kwenye taa wala yeye ana wadudu. Alqaidatu thamina. Ndio umesonga sasa. Tuangalie. كل حيوان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه محرم أكله على الصحيح. نهيني kinyume na ile, yani pale tunaambiwa kila mnyama anayeamrishwa kuuawa. Sasa kila mnyama ambaye tumekatazwa kumuua pia ni haramu kumla, kwa sababu utamla vipi bila kumuua? Si lazima umchinje ama sio, lazima afe ndio umle. لأنه لو كان حلالا لما نهي عن قتله. ingelikuwa ni halali tusingeamrishwa kumuua, tusingekatazwa kumuua. Lau kama ingelikuwa ni halal tusingekatazwa kumuua. Kwa mfano niambie mimi, kwa mfano usimuue kondoo, mfano usimuue ile kondoo. Kondoo haifai kumuua, kumchinja si kumuua. Ukimchinja si umemuua pia? Naam. Mfano lakini kondoo halali, natoa mfano tu. Sasa hapa kuna wanyama ambao Mtume sallam amekataza wasiuawe, hawa wabakishwe hivyo wasiuawe. Wale ambao amekataza Mtume sallam wasiuawe, kuwala pia itakuwa nini? Ni haramu. Sababu katika wasaili za kuwala wale wanyama ni kuwaua kwa kuwachinja nini ndio ule, sio? Naam. قال الخطابي رحمه الله فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما لأحد أمرين. kila kilichokatazwa kukiua katika hayawani ni moja katika mawili, imma li hurmati, imma ni kwa heshima yake, fi nafsihi, katika nafsi yake yule uliokatazwa, kal adami, kama mwanadamu ni ihtiram, hauawi tu ovyo ovyo. Wa imma li tahrimi lahmihi, na imma ni kwa haramu wa nyama yake yule mnyama, kasuradi, kama mfano asurad ni aina ya kindege kidogo kama kisigi vile, aina fulani mara nyingi hupatikana jangwani. والهدهد نهدهد ونحوهما نمفنوا هدهد هواوي يواتوا vile vile na huo surad kadhalika. Wataja katika yale wanaoyataja katika hikma ya kukatazwa kumuua huyo asurad, kwa sababu makoresho walikuwa yatashaamuna bi sautihi, waona kama sauti yake nuks. Sema kuwa ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam basi msimuue ndio waisikie sauti yake. Hafanyi chochote, hana uwezo wa chochote, ingawa Allahu a'lam bihikmati dhalika tumekatazwa kumuua mnyama huyu. وهذه قاعدة اجتهادية أيضا كالقاعدة السابقة. في قاعدة اجتهادية كما القاعدة التنقلية كويتاجي وكنيوما من أمثلة الحيوانات التي نهينا عن قتلها. katika mfano wa wanyama ambao tumekatazwa kuwaua, annamlatu, chungu, mdudu chungu yule. Si ndani ya nyumba kija chungu wewe waua tu, tumia njia nzuri katika kuwaondoa, kama kuwafagia watupe ama nini. Isipokuwa ikiwa wamekithiri kupita mipaka na hakuna njia yoyote, basi tumia njia nzuri kama dumu vile, ili kuwapunguza wale wanyama wasiwe kupata. Lakini Mtume sallam aslan amekataza kuua chungu, kwa hivyo utumia njia ya sahali katika kumuondoa. Wanahla, na nyuki kadhalika, nyuki tumekatazwa kumuua kwa faida zake nyingi. Walhudhud, woodpecker aitwa hivyo hudhud, huyu mara nyingi uko katika nchi zenye majangwa, utamuona, na ana akili kuliko wengi katika makhurafi. Hudhud kweli, wale wanaosujudia maiti, wanaosujudia watu,
Hudhud alikwenda mpaka Saba Yaman, akamjilia na habari kubwa Suleiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Alijua kile kitendo cha kumsujudia siku Allah nini? Shirk. Huyo ndege huyo. Na wengine katika ulama wataja katika hikma ya sisi kukatazwa kumuua huyu ni hii, heshima yake ni kubwa, ameheshimiwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akatajwa kwa uzuri. Ndio sababu wataja katika miongoni mwa sababu ya huyu mnyama kukatazwa sisi kumuua, abakie na ile ihtiramu yake. Hudhud. Nasema kuna wengine huyu Hudhud ana akili kuliko wao. Mtu aenda kwa shekhe amsujudia bwana, kisha ambiwa mbona amsujudie shekhe? Mimi simkusudii dhati yake, mimi nakusudia kuwa yeye ni falsafa zote. Je, anayemsujudia sanamu hukumu yake nini? Yule mshirikina kafiri? Yeye pia hakusudii dhati yake, amkusudia yule shekhe aliyekuwa na sura ya huu sanamu. Pia wao wasema na mashekhe wa mawali ambao watengeza katika sura ya sanamu, kama walivyokuwa wakifanya nani? Quraish. والله المستعان. والصورة تميلز الصورة دي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب وذكرها. Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kuua wanyama wanne, akawataja hao: an-namla, an-nahla, al-hudhud, as-surad. Ad-dhifda kadhalika chura, tumekatazwa kumuua chura. لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع للدواء. hata kama kwa ajili ya dawa pia Mtume sallam amekataza kumuua chura, si uwe. Kwa ikiwa amekataza kumuua, kumla itakuwa nini? makosa, haram. قال الخطابي في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل فكل منهي عن قتله لتحريم لحمه. hapa kuna dalili ya kuwa chura ni haramu kumla, kwa sababu kila tulichokatazwa kukiua ni kwa sababu ya uharamu wa kula nyama ile. Hasa waweza kumwona mtu ambeba chura ndo nzima, hao jamaa zetu wa ajabu hao, chura ndo nzima enda kumla, wanakula chura tena wapikwa kama viazi vya karai vile. Ikataa habari ya wala chafu. Hata kwa ajili ya dawa pia Mtume sallallahu amekataza. Hatuseme labda kuna dawa fulani pale ukila yapona maradhi fulani, waseme Mtume sallallahu amekataza kula. Alqaidatu at-tasi'a, twendeni tumalizie, sio tumalizie wiki hii inshallah, twende kwenye kitabu kingine. كل حيوان يعيش في البحر فهو حلال الأكل حيا أو ميتا بنص القرآن. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قاعدة 9: kila hayawani anayeishi baharini, anaishi kwenye maji baharini, ni halali kumla, awe hai, amepatikana hai au amepatikana mfu, ashakufa ndio wamuokota samaki kula, kwa nasi ya Qur'an. Hii aya uhilla lakum saydul bahri, mmehalalishiwa viwindo vya bahari, wa ta'amuhu, kwa hivyo waweza kula, haina matatizo yote. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. maji yake yatumika katika kujitahirisha na maiti zinazopatikana pale ndani, bimaana si kile kilichokuwa nje kikaenda kikafia baharini. Kwa mfano mbuzi ameruka baharini akafa, itasema alhillu maitatu, la, ni kile kinachoishi baharini. Kile kinachoishi baharini ndio halali kukila, hata kikipatikana ni mfu. Kwa mfano watu wamepata nyangumi mmoja amepigwa na wenzake kule akauawa, akatoka mpaka ufuoni, si kupiga mapicha, mleni, halali kumla. Ama papa, sengine wanyama hao wao kwa wao, yani kule ndani huuana, kisha pengine labda yuamla kitu fulani yule mwenzake, hamli wote. Kwa hiyo kila anachokula katika yule mnyama akala, kisha akamuua mwenzake akamwacha.
na ajabu ya maji, kila ambacho hakina uhai chafanya nini? Chaolea katika yale maji, kitafagiliwa mpaka kifike ufuoni. Fika ufuoni wewe kula tu, alhilu maitatu. Unajua hivyo eh? Hata ukiwa mfugaji mayai ukitaka kujua kama ni visa ama si visa, chukua ndoo ya maji, tia maji, ukitia ile yai pale, likienda chini bado liko salama, likibakia juu tupa, hakuna mtoto hapo, maji ndio yako. Na kuna wengine wataja mpaka nyama pia, ukitaka kujua hii nyama ni halali ama ni haramu, ni mfu ama si mfu, nenda kajaribu. Chukua nyama ile kwenye maji iweke, ikiwa ile nyama imechinjwa kwa njia halali itazama chini, ikiwa haikuchinjwa kwa njia halali ni mfu, itabakia juu. Wallahu a'lam. Baadhi ya watu wamejaribu wasema yafanye hivyo. Fa subhanallah, subhanallah, yani bahari iko hivyo, kile ambacho si cha sawa panda yatoka. Na hii ni kwa tajruba, si kwa dalili ya. Yani usije mtu akasema dalili ya nyama kuwa ni halali ni hatujasema, sema watu wajaribu wasema iko hivyo. Kuna mtu amejaribu aswa, kuna clip moja mmeona, nyama akachukua nyama ambayo ni mfu na nyama ambayo ni halali, imechinjwa halali, ikaingia chini ikafluti juu. Wallahu a'lam. قال فالآية والحديث يدلان على حل جميع ما يعيش في البحر بلا استثناء إلا الضفدع. هي آية نوازي na hadithi kuwazi dalili ya kuwa ni halali kula vyote vinavyoishi katika bahari bila istithna, vyote illa dhifda, sababu imekuja nas kutaja chura ishi kwenye maji. Lima warada sabiqan min an-nahy an qatlihi walau litadawi, hadithi tumetaja hapo nyuma kwa ni haram kumua chura mtu hata kama kwa ajili ya dawa. Wama yaishu fil bahri naw'an, na ili muhimu kuelewa vinavyoishi kwenye bahari. Na bahari hapa ikitajwa si ya chumvi peke yake, hata mto na nini hivi vingine pia ingia. Ma yaishu fil ma wa idha kharaja minhu mata kasamak bi anwa'i, kuna vile vinavyoishi ndani ya maji, akitoka nje ya maji fanya nini? Hufa, kama vile samaki na kwa aina zake. Huyu hapana tatizo katika kuwa nini? Ni halali kumla. Ma yaishu fil ma wa fil barri aidan, hawaitwa barrumai. Barrumai yani aishi kwenye nchi kavu na yuishi kwenye nini? Kwenye maji. Katamasih, kama kwa mfano nani? Mamba. Wasartan wa ghairihima. Sartan ni aina ya ndege, ni aina ya ndege, Kiingereza huita crab plover. Crab plover jina yake ni katika Kiingereza, ni ndege huyo mwembamba hivi, ukimwona na mdomo mrefu, kula samaki na nini. Yeye pia huingia ndani ya maji na kutoka kishuku, mara nyingi yuko ndani ya maji hata kama niko kusimama. Wa kullu dhalika mubahun akluhu illa adh-dhifda', wote hawa ni halali kuwala isipokuwa chura, bisababi nahi an qatlihi walau litadawi, kwa sababu ya nini? Tumekatazwa kumuua hata kama ni kwa ajili ya dawa. Qala wa kullu dhalika mubahun akluhu illa adh-dhifda', wote hawa ni halali kuwala isipokuwa nani? Chura, bisababi nahi an qatlihi walau litadawi, kwa sababu tumekatazwa kumla hata kama kwa ajili ya dawa. وهو الراجح كما قال النووي في المجموع, na ndio قول الراجح kama alivyosema Imam an-Nawawi katika Majmuu. Pamoja na hayo wako Shafi'ia hapa wasema mamba hafai kuliwa, lakini ndio kauli ya Shafi'ia kuwa mamba ni halali kumla. Usiniambie ushakula, sijala, lakini siwezi kusema ni haramu, na ukiipata nitakula mimi alhamdulillah nyama zote, na isipokuwa ile haramu tu, isipokuwa ile haramu si. Sasa wewe kama wachagua shauri yako, ukisema kuwa mimi mamba bana simli mamba, usimle, lakini usimwambie mtu bana haramu. والله أعلم. قال وقال المالكية والراجح من مذهب الشافعية بحل جميع حيوان البحر بدون استثناء. مالكية na Shafi'ia wakaenda kubali wanyama wote wanaoishi majini halali biduni istithna. Kwa hivyo mpaka chura pia biduni istithna, pamoja na kuwa chura tunkatazwa kula. Shafi'ia, so mimi madhehebu ya Shafi'i, hii ndio madhehebu ya basi, mpaka chura pia kwao ni halali.
pamoja na kuwa chura nkatazo kula. Sema sisi tunasema ila chura kwa sababu imethubutu hadith ya kutukataza kumuua. طيب أما الحنابلة فقد استثنوا الضفدع والتمساح والحية. Hanabila wakasema isipokuwa chura na mamba na nyoka, yani nyoka wa baharini kama wale tonani mkunga wale. Hanabila wakaenda kauli lakini madhhabi ya Shafi'ia paka chura sema ni halali, na usawa ni kuwa si halali chura. Kwa hivyo mamba halali kumla, hana matatizo yote, ukienda mle tu. Sasa iwachinjwa alhallu maitatuhu, sikuchinjwa yuuawa tu yaliwa. Kwa ukimpata pia mamba amekufa hivi lakini ndo fresh bado, asiweza kurarua polepole ile nyama yake ukamla. Naam, kama kuna mtu kwa wako tuletee tuonje iko vipi nyama, mimi nasoma tu hapa, ama kama kuna mali yauzo tukainunue, mtatujulisha baada ya darasa. Wa min amthilati alhayawanat, naam pale fanya mpango basi inshallah. طيب ومن أمثلة الحيوانات التي تعيش في الماء أو في الماء والبر. kuna wale wanaoishi katika maji peke yake na kuna wale wanaoishi katika maji na nje pia. mfano wake akasema wayahillu akluha ala sahih, na ni halali kula kwa kauli sahih, at-timsahu was-sartanu was-sulahfatu, aitonani yule kasa pia ni halali kula. wa jami'u anwa'i as-samak, na aina zote za samaki. wa kalbul ma'i wa ghayriha, na huyu aitwa kalbul ma'i, yani mbwa wa majini. Huyu kama sikuko si ya Kiingereza aitwa otter, lakini Kiswahili sijui aitwa nani. Mnyama huyu yaweza kumua tamamba, na si mkubwa sana hivi, ukimwona ukubwa wake kiasi tu, sijui nieleze vipi. Mshamuona yule seal, yule mnyama yule ana kama mwili wake kama mfano, lakini anao mikono yeye na miguu. Asa hawa kama wakati mwingine mamba huwala na wao waishi katika familia hivi. Sasa mamba akimla mmoja wao watamvamia mamba yoyote atakayemwona pale, kisha wamshika miguu mwanzo, aliwa miguu, wana meno makali, zimshika mguu wamla, huku mamba yuangalia, aliwa mguu abaki ana la kufanya, kisha katukatwa matumbo hivi walio. Wewe ukimwona utamdharau mnyama, kina hatari kweli, lakini yeye pia yualiwa. Binadamu wako juu huko, wangoja tu ushamaliza kule mamba, sisi tunaye pia yeye yualiwa. Kwa hivyo hao wote tulotaja ni halali. طيب ان شاء الله kile kilichobakia tutaangalia katika darasa itakayokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.